Amen. Haleluya. Wangapi wamezaliwa katika nyumba za Kikristo? Tangu kuzaliwa amekuwa kanisani tu muda wote. Aha. Haya, shusha. Wangapi walipata Ukristo baadaye? Asante. Okay, asante. Nyie ni kama mimi. Shusha. Na mimi pia nilikuwa Mkristo baada. Haleluya. Ilikuwa baadaye, baada ya kuzaliwa nimebatizwa kanisa la KKKT. Kuna KKKT huku? Lutheran. Wangapi ni Lutheran hapa au walikuwa na background ya Lutheri? Basi nilikuwaga Lutheran. Lakini Lutheran ya wakati wangu mimi, miaka ile wao walikuwa hawaamini wokovu. Sasa hivi wanaamini na wanaamini vizuri sana. Kwa hiyo baadaye nikakutana na walokole wakanifundisha mambo ya Mungu na kwenda mbinguni. Sio tu kuwa na dini. Wengine ni dini tu, ana dini, ana jina la Kikristo kama nimeshasahau mara hii. Enika. Enika chakula madole. Darasa langu halagi vidole wala madole wala kalamu. Kama Enika. Sasa kwa hiyo nimekuwa, majirani wakanipeleka kanisani, baadaye nikaanza mafundisho, nikaingia kwenye ile dini iliyokuwa karibu na kwetu. Lakini mimi, baba yangu na wengine wote walikuwa ni wapagani kabisa, hawamjui Mungu yeyote. Sasa nyinyi hapa wote sasa mnamjua Mungu, si ndio? Ndio. Mmeshakuwa Wakristo, sio wapagani tena. Lakini bado watu wanaendelea na Ukristo, lakini humo kuna wachawi katikati ya Ukristo. Hilo umekubali. Enika hilo wamenikubalia. Wanakuwa bado ni wachawi, wanakuwa bado wanagombana, wanapigana, wanatukanana. Kuna wengine hapa huwa wanatukana, Ndio. Sasa leo hiyo tabia inakoma, kwa sababu leo mmekuja hapa ili kumsikiliza nani? Mungu. Mjifunze kwa Mungu, si ndio? Ndio. Na Mungu anawatafuta watu hawa. Nyie mnamtafuta Mungu na yeye anawatafuta. Kwamba mmekuja kumtafuta Mungu hapa, kwa Mungu amekuwa anawavuta. Ni nani aliyewavuta? Kule nyuma mnaocheka, njoo hapa wewe. Wewe njoo. Wewe njoo kaya. Kwa sababu wewe ndio na wewe pia ukicheza huko na kuita huko, uje hapa. Haleluya. Sasa sisi pamoja na kumpenda Mungu hivi haitoshi. Ni lazima tuondolewe zile tabia mbaya katika maisha yetu. Sawa? Kuna njia ngapi jamani kwenda mbinguni? Njia za kwenda, njia za kwenda upande ule mwingine baada ya mauti kuna sehemu ngapi? Hipi? Sema peponi. Au mbinguni. Wakristo wengine tukisema peponi wanasema peponi ni kwa mapepo. Hapana. Yesu Kristo alimwambia yule mwizi pale msalabani, na kuhakikishia leo hii utakuwa pamoja nami wapi? Peponi. Sawa sawa, Kwa hiyo peponi ni kule kuzuri, sio kwamba ni kwa mapepo. Kuna peponi au mbinguni, na sehemu nyingine ya pili ni wapi? Wapi jamani? Watumwa wote wa shetani wanaenda wapi? Jehanamu au moto wa milele au kuzimu. Sawa sawa, Wewe msichana, wewe ni mkubwa sana. Hebu njoo usikae unachezea udongo. Tafuta mahali ukae. Si wapi utapata. Si wapi. Haya, hata hapo. Sawa kabisa. Wewe unanirahisishia mambo. Kwa hiyo jamani, watoto tuko ni wabaya, lakini tunatamani kwenda pazuri. Tutapata wapi uzuri wa kuweza kuingia kuzuri mbinguni? Kwa Mungu. Sawa sawa, Sasa tuangalie hivi.
Yohana sura ya 14. Yohana sura ya 14. Yohana 14 na mstari wa 6. Yule ambaye anasema njia ya kwenda mbinguni ziko nyingi, wengine nawaulizaga wananiambia kutenda matendo mema, wengine wanasema kusoma Biblia au kusoma vitabu vya Mungu, kusikiliza amri za Mungu. Yesu anasema hivi, mimi niendako mwaijua njia. Mstari wa 4. 14 Yohana mstari wa 4. Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akawaambia hivi. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Naomba tu wote tuseme hayo maneno. Yesu akajibu, Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Haya. Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Haleluya. Amen. Jamani, ni muhimu mtu amjue Yesu. Wewe acha kucheza. Sawa, utakuja kukaa chini hapa. Yesu anasema ili kufika mbinguni kuna njia moja tu. Nayo ni nini? Jamani, kwa sauti. Asante wale wananisikiliza huku wamsikilizi. Naangalia tu sura ya huyu rubani, alikuwa anaendesha ndege. Sasa kama anaendesha ndege, hiyo ndege alikuwa anafikia hiyo, na yeye ni mfupi hivi. Tumekaa chini hizi na kichwa chake kiko sawa sawa na sisi. Ningekuwa niko maeneo haya mngesema mimi ni wale wa mbilikimo. Chakula vidole. Sawa sawa Bwana Yesu asifiwe. Yesu amesema yeye ndiye njia, kweli na uzima, na kwamba mtu hafiki kwa Baba yake isipokuwa kwa njia ya Yesu. Na waonea huruma Waislamu. Nani? Waislamu. Ukimsikia mtu anaitwa Rajabu au Halima au Maimuna au Zainabu, muonee huruma. Kwa nini? Akienda katika njia hiyo bila kumpokea Yesu katika maisha yake, jamani, hasara wangapi wanasoma na Waislamu? Mna Waislamu wote, sini hamsomi na Waislamu. Anaitwa nani? Wewe Muislamu anaitwa nani? Amina Salo. Wanamuhitaji nani jamani? Yesu. Lakini ni mpaka wewe mwenyewe umpate Yesu huyo akae kwenye moyo wako. Maana yake ni hivi, kama Yesu ni njia, tumfanyeje yeye Yesu kuwa njia yetu? Sawa sawa Tumfanyeje Yesu kuwa njia yetu? Nani anajua jinsi ya kumfanya Yesu kuwa njia yake? Anajua? Unafikiri unajua? Basi yule mwizi pale msalabani, yeye alimfanya Yesu kuwa njia yake. Maana dakika ya mwisho akamwambia Yesu, naomba unikumbuke utakapofika kwenye ufalme wako. Ndicho na wewe unachopaswa kufanya. Kwanza, baada ya kujitambua kwamba wewe ni mwenye dhambi na kwamba wenye dhambi sehemu yao ni motoni, kinachofuata ni ujue yuko ambaye amekuja kuwafungua wanadamu kutoka kwenye utumwa wa shetani. Tunaenda motoni kwa sababu sisi ni watumwa wa shetani. Sawa? Na ili tuende mbinguni lazima tuwe huru kutoka kwenye utumwa wa shetani. Kuna mtu anapenda kuwa huru hapa? Hapana. Kuna mtu anapenda kuwa huru hapa? Hapa hamna. Nimesikia ndio. Nani alisema ndio? Kuna mtu anataka kuwa huru? Wote mnataka kuendelea kuwa watumwa wa shetani? Sasa kuna mtu anapenda kuwa huru? Yuko mtu hapa anatamani kuwa huru? Hebu mkono nione. Ni rahisi zaidi kunyosha mkono kuliko kuongea
Kwa hiyo Yesu amekuja kwa ajili hiyo. Yeyote ajaye kwa Yesu, jamani, Yesu hatamtupa nje. Sawa sawa jamani? Amen. Kwa hiyo wote leo tutamfanya Yesu kuwa mwokozi wetu. Sawa? Amen. Haya, sasa naomba wote ambao wanataka kuwa huru kuanzia leo wawe watumwa wa Mungu na sio watumwa wa shetani. Wote nataka wafunge macho. Wafunge macho. Halafu unaweza ukapiga magoti hapa ulipo. Haya, hebu piga magoti. Huyu ni mtu ambaye anasema kwa kweli utumwa wa shetani umenitosha. Piga magoti, hata akiamka atalala tu baadaye. Asikunyime. Haya, kila mmoja sema maneno yafuatayo. Funga macho yako. Tunamwambia Yesu kwamba leo na kuruhusu Bwana Yesu kunifungua kutoka kwenye utumwa wa shetani. Sema hivi: Mungu Baba, ninakupenda. Lakini dhambi zangu zimenitenga na wewe. Na mshahara wa dhambi ni mauti, kupotea milele jehanamu ya moto. Na siwezi kushinda dhambi kwa nguvu zangu. Maana mimi ni mtumwa. Lakini Yesu Kristo amekufa kwa ajili ya dhambi zangu. Akaninunua kutoka kwenye utumwa wa shetani. Mimi ni huru. Bwana Yesu, karibu moyoni mwangu. Uwe mwokozi wangu. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Uliandike katika kitabu cha uzima. Asante Bwana Yesu. Umeniweka huru mbali na shetani. Shetani yuko chini ya miguu yangu sasa. Katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Sasa hebu tukae. Ni rahisi tu namna hiyo. Unamwambia Yesu, karibu wapi? Jamani, Yesu yuko wapi sasa? Sasa endapo utamkosea Mungu, endapo mwenzako amekutibua mpaka ukatia kibao, utarudi kwa Yesu na kumwambia nimekosea. Sawa? Unarudi wapi? Unarudi msalabani. Unaenda kufanya nini? Unarudi msalabani kufanya nini? Nitawatia makwenzi nyie. Kutubu na kumwambia Bwana Yesu nimekosea. Sawa Haleluya. Kuna mtu mwenye swali mpaka hapo? Nani ana swali? Halafu nataka tuongee habari za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nani? Yes. Mungu wetu tunamwabudu katika nafsi. Zitaje? Tena? Tena? Haleluya. Kwa hiyo Mungu wetu sisi hatuna miungu mitatu. Sisi wa Kristo hatuna miungu mitatu. Hata Waislamu watakuuliza. Sisi hatuna miungu mitatu. Tuna Mungu huyu mmoja, lakini anajidhihirisha katika nafsi tatu. Mungu Baba aliumba mbingu na nchi. Yesu Kristo alikuja akaokoa ulimwengu kwa kumwaga damu yake mwenyewe, kwa kufa, kwa kutoa uhai wake. Roho Mtakatifu yeye ndiye anayelichunga kanisa leo. Jamani, kanisa ni mali ya nani? Kanisa leo ni mali ya nani? Sasa nataka tujifunze kumhusu Roho Mtakatifu. Tumtafute, tumpate Roho Mtakatifu. Maana ni zawadi kwa kila mmoja wenu. Jamani, sema Roho Mtakatifu ni zawadi kwa ajili yangu. 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 Nafurahi kwa sababu kuna wanaoniiga wakasema Roho Mtakatifu.
Sisi ni R, L ni L. Sasa siwezi kusema Roho Mtakatifu. Sawa eh? Sasa huku sijui kama huwa mna shida hiyo. Usema Injili ya Luka, Injili ya Haleluya. Kwa hiyo tunamhitaji nani? Roho Mtakatifu. Tumempata Yesu, si tumeshamweka moyoni. Na usimtoe Yesu. Si mnajua nyewe vitu vinavyomtoa Yesu moyoni? Amina. Dhambi zile. Sawa sawa matendo mabaya, uchafu, matusi, hasira, chuki, uchawi. Kuna wachawi hapa? Hapana. Kuna wachawi hapa? Kuna wachawi hapa? Sasa unacheka. Ngoja. Sasa unacheka, kwa hiyo sijui kama unasema wapo au wapo. Kuna wachawi hapa? Hapa eneo hili kuna wachawi? Hatujui kama wapo. Kwa nini hamjui? Kwa sababu na sisi hatukai nao. Ni kweli, lakini huwa wachawi wako sehemu nyingi sana, na kila mahali walipo wanadamu nakuta shetani amepanda mbegu hiyo ya uchawi. Unaona Na watoto wengi wa umri kama wa kwenu wanakuwepo kwenye uchawi. Usiku unajikuta unaota ndoto, unakula sijui vyakula gani huko nani, kumbe wanakulisha vyakula vya kuzimu. Sawa Kwa hiyo saa nyingine unaweza ukajikuta kwamba ni mchawi bila, lakini hujui. Kifika usiku tu huyo mnaenda kutembea. Kwa hiyo lakini nitamwachia mwalimu, yeye hilo somo ni la kwake. Mwalimu, karibu. Haleluya. Amen. Hakuna swali? Na wengine wanachukua akili yako wewe ukiwa darasani. Nakuta tu mwenzako yeye anafanikiwa tu na nini, lakini wewe unazidi kudorora. Nini kabeba? Wana uwezo huo. Hasa ukiwa huna Yesu. Umesikia Hasa wewe. Hasa ukiwa wewe mwenyewe unaangalia nyuma. Hasa ukiwa Yesu, wanaweza wakachukua na wakakufanya vitu vya ajabu. Nini maana ya? Ajui maana ya dhambi. Kuna anayefahamu? Anayejua maana ya dhambi? Dhambi ni nini? Dhambi ni kitu chochote kinachomuudhi Mungu. Biblia inasema dhambi ni uasi. Uasi ni nini? Yaani uasi ni kwamba umeambiwa nenda hivi, kwa sababu huo ndio uasi. Sawa? Umeelewa? Asante. Mwingine mwenye swali? Usimuulize huyo, niulize mimi. Usimuulize yeye, niulize mimi. Injili, na wewe swali? Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni nani? Hilo ni somo litakalofuata. Sawa? Tawapa faida za Roho Mtakatifu, uzuri wa kuwa na Roho Mtakatifu na kujaa katika maisha yako. Roho Mtakatifu. Huku kuna machimbo ya madini. Yapo Wanachimba nini? Dhahabu Sio hapa Rockbo, lakini hapa lakini maeneo ya karibu kuna wachimba madini. Wauliza wachimba madini huwa wanatekaga watu, hasa watoto. Wanateka, wanaenda kufanya nini? Wachinja. Kafara. Sawa, mmewahi kusikia hiyo Sasa siku moja unaweza ukakamatwa wewe. Kwani wanachagua wa kumkamata? Unajikuta tu unaenda shuleni, wamekuchukua. Sasa nitakwambia, tutakapokutana nitakwambia jinsi gani utafanya ili uweze kuwatoroka. Na mimi hapa nasimama kuomba. Ungependa kujua jinsi ya kuwatoroka? Sasa hivi hawateki watoto tu, hata watu wazima. Niendelee? Sawa. Wanawateka sijui kwa sababu tujui. Maana ni watu wasiojulikana, wanakuja na gari nyeusi. Tanzania hiyo kitu tunaijua sana. Sasa nitakwambia jinsi gani ili uweze kupona. Ungependa kujua? Sasa walete wenzako.
Nitawapa kisa cha mtu ambaye alitekwa na kwa kutumia hiyo ninayotaka kuwafundisha akakwepa. Wakamwachia gari, wakamwachia silaha, wakakimbia. Nini kilitokea? Tutafahamu, tutajifunza kesho. Si kesho, si leo, baadaye. Karibu mama. Asante. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hebu simama. Hebu funika macho yako. Nani anatamani atuabudishe? Kwa ufupi, tuombe tuendelee na ratiba zetu za vipindi. Nani angependa asogea hapa mbele tuabudu pamoja alafu tuendelee na kipindi? Nani? Karibu uje hapa mbele. Karibu. Unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe. Unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, Bwana wa mabwana, unastahili kupewa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili. Nyanyua mikono yako juu. Nyanyua mikono yako. Unastahili wewe Bwana. Mrudishie Bwana utukufu. Nyanyua mikono yako. Unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba wa mbinguni, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Mfalme wa wafalme, unastahili Baba wa mbinguni, unastahili Baba, Mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, pokea sifa, unastahili msaada wetu, Baba wa mbinguni, Alfa na Omega, unastahili Baba, hatuna mwingine, kimbilio letu, jemedari wetu, unastahili msaada wetu, hatuna mwingine, Bwana wa mabwana, unastahili Mungu wetu na Baba yetu. Baba, utukufu ni wako. Tunakurudishia sifa, heshima na utukufu. Tunakurudishia sifa, heshima na utukufu kwa matendo yako makuu na uweza wako wa ajabu Ebeneza, na utukufu wako Bwana Yesu. Asante. Asante tena kutupatia neema nyingine kwa darasa hili. Asante Jehova kwa kambi hii Bwana, kambi ya Waebrania, kambi ambayo tumekubali kukatishwa na wewe Jehova, kufundishwa na wewe Bwana. Haijalishi Yesu tunapita kwenye wakati mgumu kiasi gani, kama watoto, kama vijana Baba, tumeponda mioyo yetu. Tunahitaji msaada wako, tunahitaji nguvu yako, tunahitaji neema yako, tunakuhitaji Bwana. Na ndio maana Yesu, kwenye kambi hii tunaomba
tunaomba uwepo wako, tunaomba uwepo wako, tunaomba uwepo wako. Karibu Baba kwenye kambi ya Waebrania, karibu Jehova Nisi, karibu mahali hapa Baba, karibu ndani ya mkoa wa Kagera, karibu Jehova, karibu. Ninaomba Yesu weke makao mahali hapa, na neema yako ya ukombozi Jehova ile ikaendelea kutembea Bwana, na zaidi ya kutembea Jehova ile Baba, anza pamoja nasi mpaka tutakapomaliza kambi. Yesu, tutakurudishia utukufu. Umetusaidia Bwana, na zaidi ya kutusaidia, katika jina la Yesu Kristo aliye hai tukiomba na kuamini kupitia damu ya Yesu, amen. Pata nafasi yako, keti. Mungu asifiwe, mwana wa Mungu. Haleluya, mwana wa mfalme Yesu. Jina langu ninaitwa Mwalimu Glorimina Venance Mpua. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kambi yetu ya huduma tuko pale Arusha. Yesu ametupanda kwenye udongo mzuri, na tunamfurahia Mungu sana akituimarisha na zaidi ya kutuimarisha. Haleluya. Tunamshukuru Mungu sana kutuweka kwenye eneo la watoto wa mazingira magumu ya rohoni. Mazingira magumu ya rohoni. Tofautisha mazingira mtoto yatima na eneo mahali tulipo. Tofauti kabisa. Mtoto yatima hapana, huko hatujaitwa huko. Tumeitwa kwa mtoto wa mazingira magumu. Amekosa msaada, hawezi. Akili yake imenyamaza. Maono yake yamekufa. Hana tumaini tena. Tumaini limeisha. Hawezi kabisa peke yake. Nyumbani ametengwa, shule amefukuzwa, jamii yote imemkataa, ndugu zake wote wamemkataa, familia yote imemtenga. Lakini Bwana anasema, njooni ninyi nyote msumbukao na kuelemewa na mizigo ya dhambi, nami nitawapumzisha. Haleluya. Nami nitawapumzisha. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Huwa ninamfurahia Mungu sana 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 kunipanda kwenye hilo eneo. Nasikia furaha, maana tunapanda mbegu njema kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Haleluya. Inapandwa mbegu njema kwa ajili, yani unaandaliwa kuwa baba mwema kesho. Unaandaliwa kuwa mama mwema kesho. Unaandaliwa kuwa mkuu wa mkoa. Unaandaliwa kuwa mkuu wa wilaya. Unaandaliwa kutimiza hatima yako. Yani kuna vitu ambavyo ninaendelea kumpenda Mungu sana 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 kwa sababu tu kutupanda kwenye hili eneo. Haleluya. Tumekuwa tukizunguka sana maeneo mengi hapa Tanzania. Tunafika mpaka mashuleni. Tunafika mpaka kwenye nyumba mahali tumeitwa. Tunafika mpaka kwenye maboma ya watu. Tunaenda. Hatimaye leo tumefika kwenye mkoa wenu wa Kagera kuzungumza na watoto na vijana. Darasa hili naona ni mchanganyiko, lina vijana, lina watoto. Kwa hiyo tutakwenda taratibu, lakini pointi yangu mimi kwako kwa jioni ya leo, nimekuletea kitu kimoja tu. Ujitambue wewe ni wa thamani. Ujitambue wewe ni wa thamani. Amina. Ujitambue wewe ni mzuri, hakuna mwingine mzuri kama wewe. Ujitambue wewe unaweza, hakuna mwingine kama wewe. Yani ujitambue kwamba mimi ndo mimi. Nilivyoumbwa hivi, niliumbwa kwa mfano wa Mungu. Hivi nilivyo ni utukufu wa Mungu. Nani anayekuja kukudharau? Nani anayekuja kuweka mambo mengine ya ajabu kwenye moyo wako? Ikiwa wewe umebeba hatima yako, ikiwa wewe liko kusudi la Mungu kwenye maisha yako, yani ujitambue kwamba hivi nilivyo, hakuna mtu mwingine anaweza kuja kulingana na mimi. Hakuna mtu mwingine atakayeweza kufanana na mimi. Mimi ninaweza. Kaka, unaweza kununua gari na umri wako huu. Kaka, unaweza kununua gari. Unaweza.
haijalishi umri wako, lakini ninaweza. Yaani ninatamani jioni ya leo utoke hapo juu useme mimi ninaweza. Hebu sema mimi ninaweza. Mimi ninaweza. Mimi ninaweza. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila unachokikiri ndicho kitakacho kwenda kutokea. Amina. Mimi ninaweza. Sijui kama inakuingia hii. Lakini ukikaa kiunyonge, unasema jamani, mimi nimeishia darasa la 4 kusoma, imetosha. Ni kwa sababu hakuna fedha ya kunisomesha. Nimeishia darasa la 4, sasa hivi ni kue kidogo nikaolewe. Sasa hivi niende nikafanye kazi za ndani. Ngoja ninyanyuke kidogo, niende Dar es Salaam nikawe house girl. Ngoja ninyanyuke kidogo, nipate watoto 3 haraka, nipate kurudi hapa nyumbani. Mimi niondoke niende nikatafute kazi za kuchunga ng'ombe kwa watu. Hayo ni mawazo ya kushindwa. Hayo ni mawazo ya kushindwa. Na hayo mawazo ndo yametujaa kama watoto. Yaani akili na ufahamu wako unajua wewe huwezi. Akili yako imekuja ikaambiwa kwamba wewe huwezi, na ukaamua kuishi maisha ya kutokuweza. Tuko na watoto wenza. Nafikiri hapa tulishawahi kujaga na timu. Sijui nyinyi mlikuwa labda bado wadogo, kama miaka 3 iliyopita. Tulikuja na Costa haisi ilikuwa imejaa. Ilikuwa haisi Noah, lakini tulikuwa wengi sana, karibu 12. Hao wote wako chuo kikuu sasa. Wengine walifeli mara 4, form 4 tu hivyo, matokeo yote mpaka wakafaulu wako vyuo. Kina Brian sasa hivi, Brian yuko chuo anaingia mwaka wa 2. Ni nini tulimwambia? Kuna wakati alikata tamaa kabisa. Mimi nikamwambia unaweza. Unaweza mwanangu, unaweza kwa jina la Yesu. Akaniambia hapana, barua ili nije nimsaidie mama maisha. Nikamwambia no, unaweza. Akaanza kutembelea, na ule mtembeleo anasema ninaweza. Kusoma ninaweza. Kubadilisha maisha ya familia ninaweza. Kwenye boma langu ninaweza. Mimi ninaweza. Anatembea anasema ninaweza. Amina. Akaanza kuwa anatembea anasema ninaweza kumiliki smartphone. Ninaweza. Yaani neno ninaweza Brian likaendelea kutembea akilini mwake. Kila anapotembea anasema ninaweza katika jina la Yesu. Anaona hapa ni pagumu kabisa. Anaona hapa hawezi. Anaona hapa pana mashimo makubwa. Anaona hapa pana kukata tamaa. Anaona hapa kuna kushindwa. Anaona hapa hana kuvuka. Anaona maadui wengi wamejaa. Anaona mateso mengi na magonjwa. Yeye alikuwa na changamoto tumboni. Alikuwa na nyoka mkubwa sana anazunguka tumbo. Hasa yule nyoka akianza kuzunguka, mtoto analia, anakosa matumaini. Hana tumaini jingine. Matumaini yamekwisha. Nikamwambia sema ninaweza kwa jina la Yesu. Wewe unaweza. Haijalishi magumu ni makubwa kiasi gani, lakini leo, jioni ya leo mwanangu, natamani nitoe ujinga kwenye ufahamu wako. Uone ya kwamba unaweza katika jina la Yesu. Amina. Familia inakuangalia. Mama yako wewe hujui tu. Mama yako analia. Baba yako analia. Kuna kitu fulani ametegemea kwenye akili yako. Kuna kitu fulani anatamani kwenye ufahamu wako. Akikuangalia namna hii, anasema
kiuno changu kilitoa lidada lirembo. Hapa ili lidada ni daktari. Kuna kitu anasema. Sasa wewe huwezi kuchunguza moyo wa baba yako. Umekaa kulalamika tu, baba hanipendi, baba ananichukia, baba akija nyumbani yeye ni mkorofi tu, hana amani na mimi, hana kufurahia na mimi. Baba unamwesa mengi, kumbe kwa yeye anasema ninalimdada Bwana, nilidaktari, nilitanzanite hili, nilidada la kuigwa. Umeona Amen. Anakuambia mambo endelevu kwenye maisha yako. Kwa nini unakata tamaa? Kesho mtakuja na Biblia. Haya, Zaburi wote tuiseme, maana wote tumeikariri. Zaburi ya 23. Tuiseme yote. 1, 2, 3. Zaburi ya 23. 1, 2, 3. Zaburi ya 23. Endelea. Bwana ndiye Twendeni pamoja. 1, 2, 3. Bwana ndiye mchungaji wangu. Ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Katika maeneo ya majani mabichi hunilala. Kando ya maji ya utulivu hunirusha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam. Nijapopita ngazi ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Hebu dada simama. Simama unitajie hiyo vizuri. Hebu simama. 1, 2, 3. Zaburi anzia hapo. Bwana ndiye mchungaji wangu. Unaisoma wapi? Zaburi ngapi? Zaburi ya 23 mstari wa 1 hadi wa 6. Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza. Kando ya maji ya utulivu huniongoza. Huniwisha nafsi yangu na kuniongoza. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, huniongoza. Nimesahau. Nani anaweza kuendelea? Nani mwingine? Nimeshapasahau hapo. Hebu malizia wewe. Simama. Chikaze. Karibu. Zaburi Zaburi ya 23. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza. Kando ya maji ya utulivu huniongoza. Huniwisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia kuna fimbo yako nifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa umenipaka mafuta kichwani pangu. Na kikombe changu kina. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amen. Hongera sana. Piga makofi tumshangilie Yesu. Amen. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Yaani hiyo kwenye maisha yako kitembea nalo. Bwana ndiye mchungaji wangu. Hautasikia mapungufu hayatakuwepo kwa sababu Bwana ndiye mchungaji wangu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Haleluya. Nilikwambia kwamba hamu
ya moyo wangu leo, ninatamani sana ujitambue wewe ni nani. Wewe ni nani? Umekusudiwa nini? Bwana ana haja na wewe, lakini wewe hujitambui. Ndio maana umejikatia tamaa. Ndio maana ikifika mahali hata shuleni huwezi kwenda. Unaamua kuacha shule kwenye umri huu. Wangapi ambao hawajasoma kabisa? Darasa la kwanza hawajaingia kabisa, hebu wasimame. Wasimame ambao hawajaingia kabisa darasa la kwanza. Ambao hawajaingia kabisa darasa la kwanza. Njoo hapa. Njoo hapa nilipo. Hujaingia kabisa darasa la kwanza. Naona ichungulia huko nje. Njoo dada. Hujaingia kabisa darasa la kwanza. Okay. Na nani mwingine tena? Ambaye hajaingia kabisa darasa la kwanza. Unasoma? Kaka ulishia saa ngapi? Okay, ulimaliza la 7. Kaka hapa. La 7. La 6 ukaacha au unasoma la 6. Hawa hawajaingia kabisa darasani. Mwanangu, ungependa kuingia shule? Ungependa kusoma? Nini imekukwamisha mwanangu siende shule? Wazazi hawapata hela za kuingia. Halo. Naweza kupata pesa za kunivalisha. Za kukuvalisha nini? Nguo za shule. Mbona hii ni nguo umevaa? Kwani uko uchi hapo? Hamna. Hii si ni nguo. Ndio. Kwa hiyo walikosa nguo za shule ila walipata nguo za kuvaa. Ndio. Okay, asante sana. Dada mrembo. Una miaka mingapi? Una miaka mingapi? 11. Una miaka mingapi? 11. Kwa nini hujaingia darasani? Wazazi hawakunipeleka. Kwa sababu gani? Huyu amesema hawakuwa na hela ya kununua uniform, ila wana hela ya kumnunulia Heleni hizi hapa. Heleni umenunua nani? Wana hela ya Heleni na wana hela ya nguo. Wewe? Watu wanipeleka shuleni. Nilikuwa sipo. Ulikuwa hupo, ulikuwa wapi? Nenda kwa dada. Kule kwa dada yako hakuna shule? Walihama kwa kuacha kwa dada yako. Ungependa kuingia shule? Niangalie basi huku. Ungependa kuingia shule? Ndio. Ungependa kusoma MEMKWA? Ndio. Kabisa. Unatamani uingie darasani? Ndio. Unajua kusoma na kuandika? Unajua kusoma na kuandika? Okay. Haya. Nendeni mkakae. Ufalme wa mbinguni unatekwa na wale wenye. Hapo naomba tusikilizane. Kilicho kinyonge hakiwezi kuingia. Wacha niwaambieni, naomba utulivu. Naomba utulivu watoto. Naomba utulivu ya grupu. Naomba utulivu. Elimu ni kitu cha muhimu sana. Moyo wangu unapata shida kwenye ulimwengu wa sasa, kwenye hali tunayokwenda sasa. Hakuna kazi ambayo unaweza ukaifanya. Naomba niangaliwe na watoto wote. Naomba kila mtoto niangalie. Mtoto mzuri. Nikisema Yesu unasema komando. Yesu komando. Yesu komando. Yesu komando wote. Yesu komando. Yesu komando. Yesu komando. Hapo bado. Yesu komando. Yesu komando. Yesu komando. Yesu komando. Yesu komando. Yesu komando. Yaani ukifanya komando. Nikisema Yesu nasema komando, ndio maana kwa mjinga hata darasani. Yesu komando. Yesu komando. Yesu komando. Komando. Yes.
Ni hapa tu unavyosema, unavyokiri Yesu ni komando, anabadilisha historia ya ufahamu wako. Yesu! Yesu! Komando! 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 Yesu! 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 Komando! 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 Yesu! 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 Yesu wapi? Yesu wapi? Juu! Juu! Juu zaidi! Yesu wapi? Juu! Juu! Juu zaidi! Yesu wapi? Juu! 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 Shetani wapi? Shetani wapi? Ujinga wapi? Umaskini wapi? Ujinga wapi? Yesu wapi? Haleluya! Chapia Yesu makofi. 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 Ukuta wa Yeriko ulibomolewa na kelele. Ukuta wa ujinga utabomolewa na kelele ya damu ya Yesu. Haleluya. Ukuta wa maskini unabomolewa na kelele za damu ya Yesu. Haleluya. Ukuta wa Yeriko ulibomolewa na nini? Ulibomolewa na nini? Haya, hebu simama. Ujue kabisa kwamba sasa hapo unatakiwa upige kelele ya shangwe, ukuta wa Yeriko uvunjike. Yesu, 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 Yesu. Hivyo maombi ya kuachii. Hivyo, hivyo, hivyo. Hivyo, hivyo. Yesu, 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 komando, Yesu, komando, Yesu, komando, Yesu, komando, Yesu, komando, Yesu, komando. Hallelujah, 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 hallelujah. Yesu wapi? Yesu wapi? Yesu wapi? Kanyaga, kanyaga, kanyaga shetani, kanyaga na ujinga wake wote na mateso yake yote. Kanyaga, 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 kanyaga. Funika macho yako tuombe. Funika macho yako tuombe. Kesho tutaanza mapema. Kesho tutaanza mapema. Kesho tutaanza mapema. Ninakuomba kesho uwai. Tutajifunza. Tutaomba. Yesu atabadilisha historia ya maisha yako. Mlete na rafiki yako. Funika macho yako tuombe. Funika macho yako tuombe. Nani anaweza kutupa pambia kuabudu? Twende. Karibu, karibu, karibu. Aya kuabudu. Tunataka kuomba. Alipo Yesu yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Alipo Yesu. Nyanyua mikono yako, nyanyua mikono yako. Yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana. Alipo Yesu, alipo Yesu, yote yanawezekana. Alipo Yesu yanawezekana.
Funika macho yako tuombe. Kila mmoja aombe. Kila mmoja aombe. Leo tunaombea elimu. Kila mmoja aombe. Funika macho yako tuombe. Mkono wako mmoja ukiwa umeshika kichwa. Mkono wako mmoja umekamata moyo. Kila mmoja aombe. Mungu wetu na Baba yetu, Baba utukufu ni wako, Yesu wa dhamani zako, Baba na nguvu ni zako. Wacha nikushukuru Baba, wacha nilazimisha jina lako. Unaweza na zaidi ya kuweza, unatosha na zaidi ya kutosha. Wacha nikushukuru Bwana, hakika wewe ni Baba, hakika wewe ni mwamba, hakika wewe ni nuru ya ulimwengu, ni Bwana wa vita. Tumekamata vichwa Bwana na mkono mmoja wako kwenye moyo. Naomba Yesu uwepo wako, naomba Baba nguvu zako, mamlaka yako Yesu, uweza wako Bwana, Bwana wa vita ukasimame. Bwana usiyeshindwa chochote. Wewe ni mwanzo na mwisho, wewe ni chemichemi ya uzima, wewe ni Bwana wa vita. Yesu Kristo, iko changamoto ya elimu mali hapa. Baba gusa Bwana, gusa mioyo yao, gusa akili zao, gusa fahamu wao, gusa Vanessa, gusa Bwana wa vita, gusa Elishadai, gusa elimu zao. Angalia na watoto ambao hawajaingia shule kabisa. Baba uwepo wako na uomba, nguvu zako naziomba, mikononi mwako Yesu. Ninaliacha hili darasa Bwana, ni maraisi wajae, ni wabunge wajae, kila mmoja na ndoto yake Yesu, mahali ambako memtokea Yesu. Tukufu ni wako Yesu, wa dhamani zako, usimwache Baba, usimpite Yesu, mikononi mwako na waache watoto hawa, mikono yako Yesu. Si watoto hawa tu, paka na mtazamaji na msikilizaji wa Promova TV. Bwana amekamata mtoto wake, na ambao wapo wako. Yuko mwanamke ambaye ameshindwa kabisa kwa habari ya mtoto wake, hajaendelea na shule tena, ameishia kwenye madawa kulevya. Bwana wa vita, Baba simama mwenyewe Yesu, simama mwenyewe Yesu, simama mwenyewe. Uongozi wako ukasimame, mamlaka yako ikasimame. Hata sasa Baba umetusaidia, wapo wako Yesu na nguvu zako tumeziona. Baba ninakushukuru sana. Asante kwa siku yetu hii. Asante kwa upendeleo wako. Asante kwa nguvu zako. Hata sasa umetusaidia. Hata sasa umetuonekania wazazi Yesu. Utukufu ni wako na dhamani zako. Mikononi mwako tunajikabidhi. Nikiomba na kuamini kupitia jina la Yesu. Napitia akili za wanadamu. Amen. Karibu kiongozi wa ibada. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Pigie mhudumu wetu makofi. Amen. Piga makofi kwa ajili ya Mungu wetu. Piga kelele kwa ajili ya Mungu wetu. Amina. Tuketi. Tukae. Maana pekee amekuwa pamoja na sisi mwanzo wa kipindi chetu na mwishoni. Amina. Mwalika ndugu yako, rafiki yako, haijalishi anatokea katika dhehebu gani, haijalishi yeye ni wa dini gani. Amen. Mwalike aje afundishwe. Amina. Kesho tutaanza mapema, sawa tuwai wote, tutakuwa na kipindi kizuri kwa ajili ya kujifunza. Amina. Sasa hivi sisi tumejifunza maneno mazuri Bwana ndiye inapatikana katika kitabu cha Zaburi ya ngapi? Basi kesho pia nayo tutapata maneno mazuri, mafundisho mazuri. Tutafundishwa jinsi gani maswali mlivyokuwa mnauliza juu ya Roho Mtakatifu. Amina. Tutafundishwa na tutajua sifa za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiwa ndani kwako anakuwa na msaada gani? Tutafundishwa kesho. Amina. Kwa hiyo kuwa na hamu zaidi na zaidi kesho kuja kusikiliza mafundisho. Amina. Tumefurahia ibada ya leo. Kama umefurahia ibada ya leo, piga makofi mengi. Amen.
Mshike jirani yako mkono, mwambie endelea kuwa na uvumilivu. Endelea kuwa na uvumilivu. Mungu akutangulie. Kesho ufike mapema. Amina. Basi tusimame wote tuahirishe kipindi chetu. Tutaenda kuahirisha wote kwa maombi. Amina. Sawa eh? Tusikilizane sasa. Tusikilizane. Tusikilizane. Tunaenda kuahirisha wote kwa maombi. Amina. Sasa unaongea nini huko? Tunaenda kuahirisha wote kwa kuomba. Amina. Sauti uliyopewa na Mungu mshukuru. Amina. Amina. Tuombe. Baba yetu, Mungu wetu Yesu Kristo, tunayo kila sababu ya kukushukuru, maana umekuwa pamoja nasi mwanzo hata sasa. Mfalme wa ajabu, umekuwa pamoja na sisi, tumeona umetuhudumia. Mkono wako uliohodari umekuwa juu yetu, umetufunika kwa damu yako takatifu, Kristo wa Nazareti. Tazama sasa hivi Bwana majeshi, tunaenda kuahirisha ibada yetu Bwana, tukifanya maandalizi ya ibada lijalo la kesho, Kristo wa Nazareti. Tunalikabidhi ibada la kesho mikononi mwako Bwana. Hata sisi pia Bwana majeshi, tunapotawanyika Kristo wa Nazareti, kwa pamoja na sisi, tulinde, tujalie afya njema, tupe maarifa, tupe akili njema. Yesu Kristo wa Nazareti, tuelekee hapo kusini, kaskazini, mashariki na magharibi. Uwepo wako wa Roho Mtakatifu kao pamoja na sisi, ulinzi wako kao pamoja na sisi, kila hatua ambazo tunazipiga Kristo wa Nazareti ukao pamoja na sisi Bwana. Endelea kutufunika, endelea kutulinda, endelea kututetea Bwana, tukiahirisha ibada letu tukihitaji wewe pekee ukaendelea kwa pamoja na sisi. Ni kwa neema jina lako Yesu Kristo. Amen. 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 Amen.